Mimi nipo ndani ya Yesu, Yesu yu ndani yangu. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kili maandiko. Mbinu ya pili, panga bajeti pamoja na udhibiti wa kipato chako. Sio kila mtu anayekuwa anaingia kwenye wimbi la madeni eti amelogwa. Hakuna kitu ambacho watu wanakipenda wakija makanisani kama tuwaambie wewe umelogwa. Hakuna. Mwingine tu ni hana budget, matumizi mabovu ya pesa. Mshahara wake shilingi 700,000 lakini anajikuta kukula siku kwa siku anatumia mpaka 50,000. Ikifika tu tarehe 22 anaingia kwenye madeni. Akipokea mshahara, ishi kutokana na budget na kipato chako. Mbinu ya tatu, fanya kazi kwa bidii ili kuongeza uzalishaji. Ukijiona madeni yanakusumbua, zidisha ule moto wako wa kufanya kazi. Zidisha ile roho ya upambanaji. Lakini mbinu ya 4, jifunze kuishi maisha yako. Watu wengi walioingia kwenye madeni walianza kufurahisha watu, kutaka kujionyesha mbele za watu kama wameinuliwa na Mungu kiuchumi wakati bado hawajainuliwa. Wanajikuta wanaingia kwenye majukumu mazito kwa lengo la kuwaonyesha watu wamefanikiwa, kumbe bado hawajafanikiwa. Sawa, kuna usemi unaosema fake until you achieve it, fake until you get it. Sawa, unaweza ukafeki mpaka po, lakini maisha maigizo yana mwisho wake. Hata movie unayoangalia kwenye television ama kwenye simu ama kwenye chombo chochote, ile movie ina mwisho. Maisha maigizo yana mwisho. Usiishi kwa kufurahisha watu, ishi kwa kutimiza malengo.